Kumbuka Mungu katika ujana wako ili katika uzee wako uweze kutulia. Usianze tena kuhangaika kutafuta Mungu. Amena. Amena. Kumbuka vile vile Muumba wako na siku za ujana wako. Ndio. Wakati hazijakuja bado siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka wakati utakaposema. Amena. Tazama natuambia kwamba wewe kama vile kijana, kazi yenye utafanya katika ujana wako ni wewe uanze kumkumbuka Mungu wako. Unapomkumbuka katika ujana ni kusema katika uzee wako sasa, na utakuwa miaka na utapata na nguvu. Ile wakati hauna tena na nguvu sasa, ndio sasa kutulia sasa. Sasa ndio wakati unaanza kukimbia, mtu tena akosali tena kanisani. Amena. Baba naona miaka inaenda, anataka kuwa na babu masosanja. Anataka kusema hapa hivi, siku ni siku, yani siku zangu ndio hivi. Unaona mtu kila siku yakuja kanisani, mtu akosali tena kanisani. Wewe kuangalia mtu katika ujana wake alikuwa busy. Yaani wewe ni kuna yaani mshiki au shiki. Amena. Lakini Mungu anakuambia kwamba wewe kumtumikia Mungu, utumikie Mungu mujana ungaliki na nguvu. Ili uje upumzike. Ni mtu na mtu hata kujiangalia. Eti hii ujana wangu na kutumikia Mungu ama huu ujana wangu ndio kufanya mambo mengi. Unasema vunja mfunga kijana. Eti ndio nyoko wemo. Wanafunga mifupa. Ili mruze sasa ndo mifupa hii simene shaisha ngole. Amena. Kumbe sasa ni kusema kama ungaliki na meno ingaliki nguvu ndio ukataka kumtumikia Mungu. Usubiria meno shaisha unasema huyu anashacho. Kisa ni kwanza huyu. Amena. Kumbe fadhali Mungu akutaba Mungu akuone katika kijana. Sema Kumbuka vile vile Muumba wako. Ndio. Kwa siku za ujana wako. Wakati hazijakuja bado siku zilizo mbaya. Ndio. Wala hazijakaribia miaka wakati utakaposema sina furaha ndani yao. Kumbe sasa usisubirie ile wakati tena una tena furaha ndani mwako. Amena. Kumbe tumekia Mungu bado ngali na furaha, usubirie furaha ishi hapa. Hapana. Amena. Tumikia Mungu, ngali kijana ndio ukatoka kutumikia Mungu. Usubirie wakati miaka ilishaenda ndio kutumikia Mungu hapa. Hapana. Sasa mambo ya dunia, wasema dunia itapita. Lakini neno la Mungu liko fupa pale pale. Amena. Tumikia Mungu kijana. Hii mambo mengine ni ya bure. Pengine walifanyaga hapa lakini ndio liko wapi? Amena. Kama wananiona kuwa ni kijana sababu alikuwa na kapu nataka kisha. Pale wote unataka na wote watakukimbia. Sasa mpeleke. Ashinda kusumbua. Amena. Tumikia Mungu. Baba achana nayo. Twende mkitawe. Soma kwa kitabu cha Mwanzo kwanza. Soma kitabu cha Mwanzo. Sema leo tuko haraka hata sababu ya muda. Ndio baba. Soma Mwanzo moja tukugusie tu pale kidogo moja tu pale. Kuumba ulimwengu ni kitu. Kumbe sasa ulimwengu unaanza kuumbwa. Amena. Angalia kwamba ulimwengu ni mchanganyiko wa mbingu na dunia. Katika ulimwengu na dunia inabidi sasa ianze kufanya nini? Kuumbwa. Amena. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Ndio. Na dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Sasa katika mwanzo utafanya mbingu na dunia ilifanya kazi ya kuumbwa. Na wakati iliumbwa, hii mbingu na dunia ilikuwa wazi. Amena. Sasa wakati mbingu na dunia iko naumbwa, yeye mwenyewe alikuwa anaumba mbingu na dunia alikuwa wapi? Amena. Hata kujiuliza. Yeye Mungu mkunga mbingu na dunia alikuwa anasimamia wapi? Sababu na mbingu na dunia yote vilikuwa havipo. Amena. Hata mtu mkujenga, inabidi ukubebe wote simamia ndio jenge. Mungu alikuwa wapi? Wewe kujiuliza. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Ndio. Na dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Dunia ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa kilindi.
Sasa giza sasa ndio lilikuwa juu ya uso wa nini? Wakili. Kumbe swali lenye mtu na mtu anajiuliza katika siku ya leo, anza kwanza anajiuliza kwamba Mungu mkumba mbingu na dunia, eske Mungu alikuwa wapi? Amena. Na yeye Mungu sio kuletea kwamba kama tufanye mtu kwa mfano wetu. Kama Mungu mkufanya mtu alikuwa na nani? Amena. Sababu hakusema nifanye mtu, alisema tufanye mtu. Amena. Kumbe sasa unapotoka hapa ni kusema wewe ujue kwamba eti Mungu mkubwa alikuwa anaumba na nani? Na Mungu alikuwa mbingu na dunia. Eti aliumba namna gani yote mara moja? Amena. Kama haiwezekani mbingu na dunia umbe mara moja. Ni alikuwa wapi? Amena. Kwa wapi? Na kujiuliza. Mwalimu, somea kitabu yetu kingine. Tuko haraka. Soma Isaya. Soma kitabu cha Isaya. Sasa Bili na tano. ndio, 17 Ishamu 19. Wote kujiuliza. Mbingu na dunia iliumbwa. Sasa wakati mbingu na dunia iliumbwa, Mungu alikuwa wapi? Kumbe sasa inabidi kitu mtu na mtu ajiulize, eske Mungu alikuwa wapi wakati unaumba mbingu mbili? Useme tu nilishaumbwa, uliumbika namna gani? Mwenye alikuumba alikuwa wapi? Amena. Mbingu mpya na dunia mpya ni vichwa. Kumbe sasa mbingu mpya na dunia mpya. Amena. Kumbe sasa unapoanza mbingu mpya sasa na dunia mpya. Wewe ndio utajua kama mbingu mpya na dunia mpya iko wapi? Eske ni yetu naishi ndani ama tunataka ni mbingu mpya na dunia mpya? Wewe mwalimu. Maana tazama mimi ninaumba mbingu mpya na dunia mpya. Kwa maana tazama sasa niko naumba mbingu mpya na dunia mpya bwana. Kama Mungu anafanya kazi ya kuumba mbingu mpya na dunia mpya. Na maneno ya kwanza ndio yakukumbukwa. Kumbe sasa wala yataingia moyoni. Katika mbingu mpya na dunia mpya, maneno yale yote ya kwanza hayatakumbukwa wala hawataingia wapi? Moyoni. Sababu ya nini? Mbingu ishakuwa mpya na dunia ishakuwa gani? Mpya. Aka hii mbingu mpya na dunia mpya itaonekana na wewe mwenyewe haujui Mungu aliumba alikuwa wapi. Amena. Kumbe inabidi kwanza ujue kwanza Mungu kwanza aliumba mbingu mpya na dunia mpya alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Ndio yote kuonekana kwa. Amena. Basi hivi tuko mbingu mpya ama tuko dunia mpya? Tuko wapi? Amena. Tuambia mbingu mpya na dunia mpya. Eske mbingu mpya na dunia mpya iko ama tuko namna gani? Kisini kunesha. Ndio. Lakini mfurahi na mshangilie daima kwa ajili ya hivi. Kumbe sasa wewe sasa ufurahi na ushangilie sababu ya ile jambo linafanya nini? Linaumbwa. Sasa kama wewe mbingu mpya na dunia mpya haijaonekana utashangilia namna gani? Amena. Kumbe ule mtashangilia ni ule ambaye alishaona mbingu mpya na dunia mpya. Utashangilia nini? Na bado mbingu kwanza ni ya zamani, dunia bado ni ya zamani. Kumbe inabidi mbingu mpya ionekane na dunia mpya ionekane. Amena. Eske ishaonekana? Eske tuko wapi? Tuko mbingu mpya na dunia mpya ama tuko wapi? Amena. Kwanza kujiuliza tuko wapi? Lakini mfurahi na mshangilie daima kwa ajili ya hivi ninavyoumba. Kumbe sasa mfurahi na mshangilie. Ninaumba Yerusalemu uwe shangwe. Kumbe sasa naumba Yerusalemu iwe shangwe. Kazi yenye utafanya inabidi sasa uanze kushangilia. Amena. Anza kushangilia. Kama mbingu mpya na dunia mpya inaonekana kwako, inabidi sasa uanze kushangilia. Kama haijaonekana kwako, hautashangilia. Amena. Kwanza inabidi kwanza ujue kwanza ile mbingu mpya na dunia mpya ni nini mbele ya kushangilia. Amena. Kwa hiyo utakuwa huru kuuliza. Sisi hujui mbingu mpya na dunia mpya, utauliza
ili uanze kushangilia, usishangilie tena hujui. Amen. Twende kwa Ufunuo. Ndio. Jambo nani kauza watu kama wengine wanaendelea kwa masafa. Wewe Ufunuo 21. 1 hadi 5. Mbingu mpya na dunia mpya ni kichwa. Kumbe vile tukariki mbingu mpya na dunia mpya, twende mwalimu. Naona mbingu mpya na dunia mpya. Kumbe Yohana anaona mbingu mpya na dunia mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na dunia ya kwanza zimekwisha kupita. Kumbe sasa kama Yohana anaenda kuona mbingu mpya na dunia mpya, ni kusema zile mbingu za kwanza na dunia za kwanza zilishapita. Eti ni kweli? Amen. Wala hapana bahari tena. Amen. Sasa katika mbingu mpya na dunia mpya hauna tena bahari. Sasa tuko wapi? Sasa hii mbingu ile tuko hapo, na hii mbingu tuko hapo ni ya mpya. Ya zamani. Amen. Kama ni ya zamani sasa, ili wakati wa Nuhu ya wapi nyeliishi. Amen. Dunia iliangamia wakati wa Nuhu. Maana hii tuko ni nini? Ni dunia mpya. Sasa kumwambia tena bahari. Amen. Bahari singaliki. Zamini. Ile bado sikuwa na mbingu ya dunia mpya. Amen. Kumbe mbingu mpya bado haijaonekana kama bado bahari ingaliki. Amen. Tuko wapi jamani? Hata tuko bahari. Kumbe sasa mbingu mpya inaonekana na dunia mpya bila haijaonekana. Sababu ya nini? Bado tungali na mabahari. Na visa tutapata hizi mabahari kwanza, sasa tutakuwa na mbingu mpya na dunia mpya. Tutapata bahari. Sasa unapouliza mtu tuko wapi, mtu anasema kama hii mbingu tuko na dunia tuko hapa ni ya mpya. Sababu za mbele ziligarikishwa wakati wa Nuhu. Ndio vile. Wakati wa Nuhu dunia iligariki. Kumbe hii sasa ni mbingu mpya na dunia mpya. Nisijui. Wala hapana bahari tena. Hakuna bahari tena mbingu mpya na dunia mpya kama bado mngaliki bahari. Ni kusema bado mngaliki na kazi. Amen. Kama bahari bado ingaliki, ni kusema tungaliki na kazi. Kazi haijaisha. Mbingu mpya na dunia mpya haijaonekana sababu ya nini? Ya bahari ingaliki. Amen. Ndio. Mimi Yohana nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka toka mbinguni kwa Mungu. Kumbe sasa Yohana sasa naona sasa mji mpya Yerusalemu uko unashuka. Amen. Sasa hii mji mpya inashuka wapi? Mbingu mpya ama dunia mpya? Amen. Kama ni mbingu mpya na dunia mpya, eti hii bahari inatoka wapi? Kumbe sasa ni kwa mtu kujiuliza, eske hii mbingu na hii dunia tu kwenu, eske ni vya mpya? Na kama ni vya mpya, hii bahari zinatoka tena wapi? Kama nakwambia kama mbingu mpya na dunia mpya, hamwezi kuwa tena nini bahari. Amen. Walimpatia patweni tu haraka sababu ya muda. Mimi Yohana nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu. Yohana akaona mji mtakatifu Yerusalemu. Mbinguni kwa Mungu. Ndio. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mume wake. Kumbe sasa ule mji umeweka tayari kama vile bibi harusi ambaye alishapodolewa kwa ajili ya kusubiria nani? Kusubiria bwana harusi. Nikasikia sauti kubwa toka mbinguni ikisema nini? Tazama, hema ya Mungu ni pamoja na watu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Amen. Kumbe kile kiko pale ujue eske tuko mbingu mpya na dunia mpya. Na kama tuko mbingu na dunia mpya, hii bahari inatoka wapi? Amen. Mwalimu, twende kitabu kingine.
Wote kujiuliza hii bahari inatoka wapi? Inatoka Kutoka. Nasoma Kutoka 20 weeks. Ishia mmoja. 28. Hiyo. Tunasema amri 10 ya Mungu. Amri 10, twende. 8. Kumbuka siku ya Sabato uitakase. Kumbe sasa wewe kumbuka siku ya Sabato uanze kuitakasa. Amena. Sema mbingu na dunia Mungu kwa tumeachana nao. Sasa wewe ndio utajua sasa hivi niko wapi? Niko mbingu mpya na niko dunia mpya ama sipo? Amena. Kama uko dunia mbingu na dunia mpya, ese hii bahari yenyewe ingaliki, ese ni ya mpya. Amena. Hii bahari ndio nasema mbingu na dunia sio ya Mungu, sio ya Mungu. Tunaachana kwanza na kweli sehemu hii. Twende mwalimu. Kumbuka siku ya Sabato uitakase. Kumbuka na siku ya Sabato uanze kutakasa Sabato. Twende. Siku 6 utatumika na kufanya kazi zako zote. Kumbe sasa Lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Usitende kazi ndani yake. Amena. Anatuambia kwamba ufanye kazi zako msiku 6. Lakini siku ya 7, hii siku ni Sabato kwa nani? Kwa Mungu. Usifanye kazi yote katika siku ya 7. Amena. Eske tunatimiza vile maandiko yanasema? Hapa. Altimizi. Kwa tunatenda kinyume na maandiko. Amena. Kumbe sasa Mungu anafanya kazi msiku 6. Ili siku ya 7 upumzike mwa ile kazi ambayo unaweza kuifanya. Lakini mtu maovertime kila siku. Mpaka na siku ya 6 mtu anamtia Mungu anatumika. Mpaka mara kwa mtu usitumika weekend unapata pesa zaidi. Amena. Sababu tu unafanya nini? Usionekane kukadi. Na wapea tena. Ni shift kwenda mbele. Kazi ya Mungu na Anaacha. amena. Kumbe sasa tumika siku 6 ili siku ya 7 ufanye nini? Upumzike. Twende mwalimu. Nasoma. Lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Usitende kazi ndani yake. Usitende kazi ndani yake. Wala mwana wako. Wala Wala binti yako. Mtumishi wako. Wala kijakazi chako. Wala nyama zako. amena. Kumbe sasa katika Sabato usifanye kazi yoyote. Hata mtumishi wako asifanye kazi. Unataka msini basi shika Sabato. Kama unataka kumshika Sabato sasa kwenda kuangalia nyama yake iko inalisha majani nje. Mtoto wake yule anacheza nje. Yeye mwenyewe ushaamka kutoka ukitanda. Amena. Yaani inapoenea tu ile zero tu. Sabato inaenea. Ukisema na wewe kitu unabakia pale. Amena. Uheshimie Sabato. Na wewe unapotoka tu mara moja ukisema ushakuja Sabato. Amena. Kuna watu wengi si mshika Sabato. Tunakaza Sabato yenyewe haitimizi. Manyama zile zinatembea zinalisha watoto wale wanacheza. Ndio wanatuambia kama wewe mshika Sabato na kama unaheshimia Sabato ni kusema na mtoto wako na nyama yako iheshimie Sabato. Amena. Tunaheshimia. Kumbe tatizo ni nini? Tatizo hatujui kile tuko tunasema. Ndio tatizo. Mtu anaposema Sabato anaona Sabato. Kumbe Mungu iko na maana yake. Anakuambia kila andiko linapewa kwa maongozi ya Mungu, linapewa kwa nini? Kwa mafundisho. Kumbe sasa inabidi sasa mtu aanze kufundishwa ili afundishe watu wanaongelea Sabato gani? Hii mbingu inaongelea ni mbingu gani? Amena. Lakini mtu anabakilia tu kiburi na nini na dharau. Ile kanisa ni nzuri sana. Lakini ile kucheza mauno. Amena. Mtu anabakilia ndani. Ati mkucheza tu kiuno. Yeye bwana kucheza tu yeye anapeleka mwakili yake ingine. Amena. Sasa muulize Mungu, sasa mchezo wa Mungu ni gani?
Amen. Mungu angeleteka mchezo ngoja tunapata ile mchezo wa Mungu, mchezo wa Mungu. Kama unakumbuka mbele huko, kwa kanisa kungali masebate. Wataka tu watu wanaiba tu leko tu hivi. Ati usicheze. Lakini saa hizi sasa kwa double zenyewe. Inasija kama leo. Wapi? Mtu anabaki tu mchezo, anaona mchezo wa kiuno. Hapo anaona kiuno, anakumbuka habari yake yenyewe. Kwa shida. Kumbe shida sio mchezo, shida ni kuelewa kile Mungu anasema. Mungu anasema nini? Amen. Kumbe nyenyekea ufundishwe Mungu. Usiangalie mchezo. Kosa sio ya mchezo, kosa ni mwenyewe analeta michezo. Ni nani? Yeye mwenyewe. Amen. Naweza kumwambia Mungu atupatie mchezo watu wote matatu, kama si wote kwenda hivi, tunaenda vile vile. Kama tunamwambia mimi sipenda mchezo wa mkiuno, napenda vile mchezo wa Mungu, ndio tunacheza. Amen. Fulani tufundishe. Tujue nani? Tujue Mungu. Mungu anasema mimi nishajua Mungu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Bwana Mwokozi wako namna gani? Kwa hiyo Bwana Yesu ni nani? Leo ni Bwana na Mwokozi wangu. Namna gani? Ndio hivyo tu, Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Ushinda. Bwana mwalimu. Hakuna kazi. Nikustare. Amen. Sio na stare na mgeni hastare, ushavunja hii sababu. Amen. Ushavunja sababu. Bravo. Ndio. Bwana akafanya mbingu na nchi. Kumbe siku sita ndio kwenye mbingu na nchi zilifanyika. Amen. Mtu mwingine Mungu alifanya kazi usiku ngapi? Mtu hajua. Mtu anaenda kila siku tu kanisani kitambala tu kuki. Lakini Mungu alifanya siku, aliumba siku ngapi? Mtu hajua. Ati ndio muulize tu pastor. Yaani pastor ndio anajuaga tu. Tunasaidia mkanisa lakini mtu hajua. Kama mmengesha mtu ajue Mungu hataki kujua. Maandiko yanasema shika sana ulichonacho. Sasa uko na nini? Amen. Kama wewe ni mlozi shika tu ulozi. Wewe uko nayo. Amen. Ndio maandiko yanasema shika sana ulichonacho. Basije Mungu akufuata jina. Unataka gani? Amen. Kumbe na ule mlozi ashike tu sana ile mlozi. Ile mlozi yake. Basije wakampeleka nao. Amen. Kumbe sasa tujifunze Mungu. Tujue kenye Mungu anaongelea ni vitu gani? Amen. Some lipi? Nasoma Luka. Sisi vipi? Bado boka. Soma kaka. Nasoma Luka. Ngapi? 6 anga mmoja. Nasoma Luka 6 unaanza mmoja. Tunasema Yesu Bwana wa Sabato. Amen. Kumbe sasa mwenye Sabato yake sasa tunaenda kumuuliza sasa hii Sabato kweli unasema tuheshimie ni Sabato gani? Amen. Sio Bwana wa Sabato. Kama tulijua Sabato sababu ya nani? Sababu ya Yesu. Yeye ndio Bwana na Mwokozi wetu. Kumbe sasa tujue sababu Yesu wa Sabato ni nini? Twende mwalimu. Ilikuwa siku ya Sabato ilipita. Ndio. Katika mashamba ya ngano. Wanafunzi wake
Amena. Yeye ndio Bwana wa Sabato, Bwana wa Sabato. Eske Isa wote yeye anaongelea kweli ni nini? Ni nini? Twende mwalimu. Amena. Ilikuwa wakati alipokuwa. Kwende. Ilikuwa siku ya Sabato, alipita katika mashamba ya ngano. Alipita katika mashamba ya ngano. Wanafunzi wote wakachuma masuke. Sasa wanafunzi wote wakatuma masuke ya mashamba ya ngano. Kwende. Walikula wakimenya katika mikono yao. Sasa wakakula ile masuke wakimenya mikono yao. Amena. Na ile ilikuwa ni siku ya saba. Ndio kwa wanafunzi wake walienda kushamba la watu na ile shamba hawakulomba hata. Amena. Lomba. Mtu anaingia tu shamba la mtu anaanza kuchuma. Wewe ni mwizi. Amena. Alisema kama wanafunzi wa Yesu walikuwa wizi. Hapo kweli bila kuingia tu shamba langu bila kulomba. Nitakwambia nani? Si mwizi. Amena. Anaiba kwenda mwalimu. Na wengine wa Wafarisayo waliwaambia. Sasa Wafarisayo sasa wakati walipoona wanaanza kuchuma mangano au shamba za watu bila kulomba, wakaanza kuwaambia twende. Kwa nini mnafanya lisilo halali siku ya Sabato? Sasa ndio wakaanza kuwaambia sasa. Kwa nini sasa mnafanya vitu visivyo halali msabato ya Mungu? Amena. Sasa wengine mko makanisani mko mashamba za watu mko mnaiba. Bwana mnafanya vitu visivyo halali namna gani? Amena. Kumbe Yesu ni Bwana wa Sabato, anakuja nini? Anakuja Sabato, anakuja Sabato. Amena. Kumbe sasa tujiulize Sabato ni Mungu alikuwa anakuja pale Sabato gani? Eti ni yenyewe unafikiria ama iko na maana yake ingine? Kumbe unapotoka hapa leo, ujue kwanza Sabato ni nini. Na unapojua Sabato ni nini, utajua namna ya kustarehe mbele ya Mungu. Amena. Usibakie tu. Hamzia kitabu mwalimu. Tena kitabu kingine. Tuachana hiyo. Amena. Kama utakuwa na swali kwa ulizi. Amena. Kwanza kuachia maswali ulizi. Kwani Marko. Soma Marko 12:41. Kishamkarase. Soma Marko 12:41. Twende. 12:41. Ndio. Sadaka ya mjane ni Sadaka ya mjane. Amena. Nakwambia sasa unakutoa sadaka ya nani? Ya mjane. Sababu tunatoa sadaka kila siku. Ndio wanakuambia sasa huyu mjane sasa anatoa nini? Anatoa sadaka. Na kama tunatoa sadaka kila siku tunafuata nani? Mjane. Mjane alitoa. Twende mwalimu kwenda. Arobaini na moja anasema. Ndio. Akaketi karibu na sanduku ya hazina. Kumbe Yesu sasa wakati sadaka zilikuwa zinatolewa, Yesu akaikala karibu na sanduku ya hazina. Amena. Yesu naye alikuwa mkali. Sasa nataka tu aone tu pesa. Wanapenda pesa. Amena. Twende mwalimu. Akatazama makutano wakitupa pesa katika sanduku. Sasa wakati Yesu alikala karibu na sanduku, ndio akaona sasa watu wako wanatupa pesa ndani ya sanduku. Amena. Kumbe wakati unatoa sadaka, Yesu yuko pale, yuko naangalia mwenye kutoa sadaka, ule mwenye kutoa mingi na ule mwenye kutoa kidogo. Amena. Kwa nini Yesu anafikara pale karibu na sanduku? Alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta nini? Twende mwalimu tuambie. Matajiri wengi wakatupa chini. Mwanamke mmoja akakuja mjane maskini akatia senti 2. Amena. Kumbe sasa wakati sadaka zinatolewa, ndio matajiri ndio wanakutoa. Wakati matajiri wanatoa, ukakuta mama mwingine ambaye mama ni mjane. Ule mjane sasa akaenda kutoa ile senti 2. Amena. Kwani malizia kitabu. Mwanamke mmoja akakuja mjane Ndio. maskini akatia senti 2. Hizo zikuta moja. Ndio alikuta moja. Kwani Akaita wanafunzi wake Ndio. akamwambia, kweli ninawaambia ninyi, nawaambia
Kumbe sasa wakati Yesu alikala kusanduku, kama yake akikala kusanduku ilikuwa ni kwa ajili ya kuangalia wale wenye kuweka pesa nyingi na wale wenye kuweka pesa ndogo. Amena. Sasa wakati sasa aliona sasa watu wanaweka pesa. Akaona matajiri wanaweka pesa. Kabisa kuona ule maskini sasa anakuja kufungua mkanda wake, anakuja kutoa ile yenye alikuwa nayo. Amena. Ndio akasema katika wanafunzi wake, akasema kweli nakwambia ule mama ule ndio anatoa nyingi, anatoa nyingi. Sababu gani? Sababu ile unatoa mazidio ya pesa. Amena. Kumbe sasa ni kwako wewe sasa uanze kuangalia wakati unatoa sadaka, uko unatoa mazidio ama unatoa ile yote ulikuwa nayo. Amena. Amena. Sababu wewe unapewa $1. Unachukua $1 unaenda kutoa. Amena. Hiyo si mazidio. Sio mazidio. Amena. Kumbe sasa kama unataka kumtolea Mungu, kama unataka kutoa sadaka, toa yote. Utakubaliwa na nani? Na Mungu. Amena. Tunapata mjane. Mjane alitoa yote. Kama wewe uko na duka, kama mimi niko na duka yangu, peleka kutoka kupitwa, unamtolea nani? Mtolee Mungu. Kama uko na vyote pelekea Mungu. Amena. Sababu tunapata mjane alitoa ile yote yenye alikuwa nayo. Ukirudi nyumbani ukitoa yote, utakutana na Mungu imejaa. Amena. Mungu atakuja. Utakuwa umebarikiwa. Amena. Lakini kama wewe bado unatoa mazidio ya pesa, nikisema bado hujatoa sadaka. Amena. Hujatoa sadaka. Kama bado unatoa mazidio. Kama unataka kumtolea Mungu, unapatana na Mungu, peleka yote. Kama uko na atelier, chukua atelier yote, peleka kwa Mungu. Amena. Kama uko na saving yako yote, unataka kumtolea Mungu, peleka saving yote. Wewe kuja kurudia hata kutoka nyumbani, unataka saving imejaa. Amena. Bila mtu mkutoa sadaka, bila sadaka kutoa elimu. Mtu mkutoa elimu anasema, mimi shamba langu, nimevuna shamba, na katika hii shamba langu sasa na mimi nitolee Mungu nini? Mimuko ama moja ya 10. Amena. Mtu anachukua mazao anapelekea wapi? Anapelekea Mungu. Sisi Mungu anakula. Amena. Sisi Mungu yuko na meno. Haki yote tunatoa sadaka sababu ya kusaidia wajane na kusaidia yatima. Amena. Mungu mtakujua sadaka na nini na mchango. Kuna tofauti ya sadaka na nini na mchango. Kwa hiyo mtu sasa wajane wenyewe kwa sababu zile pesa zinatoa sadaka baada ya kuangalia. Amena. Tunatoa sadaka sababu ya nini? Sababu ya wajane na yatima. Sisi yatima kama tuko nao, ushaanza kuangalia. Kanisa wenyewe kuna majaa utangalia bangani. Amena. Kumbe sasa wewe sasa mnapenda ujue sadaka ni nini? Kila wakati wanatoa sadaka, wewe bado uchukue zile sadaka, utaona mwenye sadaka. Amena. Utaona mwenye pesa. Kama ni Mungu ndio utamuona pa. Amena. Kumbe sasa inabidi kumtolea Mungu sadaka. Bila ujue sadaka kumtolea Mungu sadaka gani? Kwa miaka mingi mkanisa watoa sadaka lakini hujui sadaka ni nini? Amena. Kumbe sasa na vile limuko tunatoa limuko. Mtu unasema kwamba niko na shamba langu ama niko na nini na mifugo yangu. Amena. Niko na mifugo yangu, niko na mbuzi yangu inazaa watoto. Niko na nguruwe yangu inazaa watoto. Niko na ng'ombe yangu inazaa watoto. Kwa hiyo inabidi nitoe nini? Moja ya 10. Na ndio limuko Kwa vile wenyewe unafuga. Mtu wa mbuzi anapeleka mbuzi. Amena. Sasa unajiulize sasa. Kila mtu anapenda kile kile yuko nacho. Mimi nafuga mbwa. Na mwingine anafuga pusi. Amena. Sasa mimi nafuga mbwa na mwingine anafuga pusi. Sasa kila mtu ampelekea Mungu ile yenye anafuga. Amena. Kila wawili kweli mmoja kubaliwa ni nani? Napeleka pusi au mimi ndio ninafuga? Mimi nafuga pusi. Na mwingine anafuga mbwa. Na kila mtu apeleke yenye anafuga. Amena. Nyau pusi ndio pusi. Amena. Amena. Kumbe sasa ule mwenye kufuga paka apeleke paka. Na ule mwenye kufuga
kubagua sasa. Na maandiko yanakwambia kwamba usipague kile kiumbe kiliumbwa na Mungu, kiliumbwa na Mungu. Sasa mtu anasema huyu ni mlozi. Kwa Mungu imbwa. Imbwa naye atakula imbwa. Amen. Ati pusi, unakulia Mungu pusi. Nyao. Pengine wanaita mahali ingine. Mwingine kumbe nini paka? Ndio hiyo kumbe sasa nikusema sasa wewe utoe sadaka kile kinako na kama kuna pusi paka mimi nitazoea kukumani tunazoea tu hiyo amen. Kama utaelewa mbaya ni jambo lako nilisema baba ni lugha hii inasema muda ile pia inawashauri tukana bila kujua. Amen. Kumbe sasa kila mtu apeleke kile kenye iko nacho. Sasa wewe ukishaanza kubagua hizo unamtolea Mungu, amtolee Mungu. Kumbe kabisa ujue sadaka ni nini. Unapojua sadaka ndio unamtolea Mungu sadaka. Usikae miaka mingi kanisa lakini haujui kutolea Mungu sadaka. Sababu ya nini? Ya kiburi na nini na dharau. Amen. Uache kiburi na dharau, uweze kumjua nani? Kumjua Mungu. Mungu hayuko makutano, hapana. Usimtafutie Mungu makutano. Amen. Kumbe sisi tuko hapa ni kusema tunapotoka tu hapa. Ni kusema na pili unauliza maswali. Sababu najua kama tu uko na maswali, na hizo maswali usiende nazo. Uliza maswali na kujibilia. Baada kujibilia walimu wako wengi. Amen. Sababu ya muda tutaendelea sana. Sababu muda ushaenda sana, ulikuwa muda mwingi. Amen. Kumbe tumalizia basi kitabu kimoja ambao ni Timotheo wa kwanza 4:4. Tunaongea tu pale. Timotheo wa kwanza. Ndio. 4:4 twende. Sema kumbe sasa tuangalie sadaka kutoa. Serikali kwa makanisa miaka mingi tunasaidia kwa makanisa au hilo kanisa la baba na mama lakini haujui. Twende bali sema. Angalia walimu wa uongo ni kitu. Kumbe angalia sasa walimu wa uongo kwa walimu wengine wa uongo. Mwalimu mwingine anasimama tu sababu ya kuvimbisha tumbo yake. Amen. Kama haukuletea yeye hata hii. Tolea Mungu. Kumbe yeye ndio anakulia hapa. Twende mwalimu wako huko. Nini inasema? Twende. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Kumbe sasa kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa asante. Amen. Kumbe viumbe vyote vyenye viko dunia ni kusema vyote vinastahili kuliwa. Amen. Kusema sasa wewe utaanza kuangalia sasa. Hivi viumbe vyote vyenye viko dunia eske unapovitoa eske wanavikubali? Amen. Kama hawavikubali ujue kama pale sio Mungu. Amen. Kama ni Mungu hawezi kataa kiumbe chochote. Hata nguruwe yeye anakula. Amen. Mungu hatuwezi kulali nguruwe. Nguruwe ni kiumbe cha Mungu. Bwana katala juu ya nini? Amen. Kumbe sasa mwenye kuwa na imbwa mtolee Mungu imbwa. Kama uko na mletee nayo nitaikula. Amen. Mimi nitakula imbwa tu. Kuna baba. Sababu ni kiumbe cha Mungu. Tuwezi kibagua. Amen. Kwa hiyo jamani, nasema nimeongea kidogo sababu ya muda. Hii kidogo ambacho tunataka katika siku ya leo nipate nafasi ndani mwako. Usitoke hapa bure, nikusema upate swali ili uweze kujua. Amen. Sababu ni vitu vya mingi vinaomba mafundisho. Kwa hiyo tunakuomba zaidi uangalie kisi ya